Tukisoma neno la Mungu katika Biblia, Mwanzo 2 mlango wa 18, tunapata kwa nini ndoa. Neno la Mungu linasema Mungu akaona si vyema mtu huyu awe peke yake. Kwa hiyo kwa nini ndoa? Ni kwa sababu Mungu aliona si vyema huyo mtu awe peke yake. Mtu yupi? Adamu. Mtu yupi? Wewe kijana wa kiume, wewe baba, wewe mwanamke au mama. Ni Mungu pekee ndo aliwaza peke yake, akaona kwamba sio vyema uwe peke yako. Angekuwa Adamu ndo aliwaza kwamba sio vyema niwe peke yangu, akapeleka hoja hii kwa Mungu, lingekuwa jambo lingine, kwamba Adamu aliwaza lakini mimi sioni kama ni sawa. Kwa hiyo sio swala la mimi au wewe, ni swala la mwenye taasisi ambaye ni Mungu, kwamba kwa nini ndoa? Ni kwa sababu mkuu wa taasisi alisema sio vyema uwe peke yako. Swala la pili, ndoa tunasema ni muunganiko wa watu wawili wa jinsia tofauti waliokubaliana kwa hiari yao wenyewe bila kulazimishwa na mtu kuishi pamoja. Lazima mkubaliane kuishi pamoja. Hamwezi kuwa wanandoa alafu mmoja anaishi huku mwingine anaishi kule. Makubaliano yenu lazima yawe kwamba tutaishi pamoja. Kwa kama mnakubaliana kuishi pamoja, na tukizingatia kwamba Biblia inataka watu wa jinsia mbili tofauti, kwa maana ya me na ke, wakubaliane kuungana na kuishi pamoja, lazima litazaliwa swala la kuzaa na kuongezeka. Kwa hiyo Mungu alikusudia pia kwamba ndoa iwepo ili nini? Ili tuzae, lakini ili tuongezeke. Sisi tuko hapa leo kwa sababu kuna watu walikubaliana kuishi pamoja, tukazaliwa sisi. Ndio maana kuna babu, kuna bibi. Tulitoka kwa babu, tukaja baba, tukaja leo sisi. Ni kwa sababu wao walikubali kuishi pamoja, wakatimiza lile agizo au lile kusudi la Mungu la kwamba zaeni mkaongezeke. Zaeni mkaongezeke tunaipata katika Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 28. Biblia inasema Mungu akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke.